Karibu tena katika somo linalohusu maisha ya mwanadamu na kiapo. Kuna uhusiano gani kati ya mwanadamu na kiapo ama viapo katika maisha? Maisha ya mwanadamu yamejaa viapo na nadhiri. Sasa swali, wewe kwenye maisha yako umeapa nini? Umeapia kitu gani? Umeapiza nini kwenye maisha yako? Na imani yangu ni kwamba kila mtu ameapa kwenye maisha yake, iwe akiwa anajua ama hajui. Hapo mbele tutaona makundi ya viapo ambayo yanabainisha wewe umeapa kiapo cha aina gani, na utajitafakari na kuona kwamba kiapo changu ni cha aina fulani ambacho nimeapa, na je, madhara yake na faida zake ni zipi hasa ambazo tunaweza kuzipata kupitia kiapo. Sasa kiapo, yako mambo machache kuhusu kiapo kabla hatujaona makundi yake na faida zake na vitu gani vya kufanya kabla hujaapa ama baada ya kuwa umeapa. Kiapo sio maneno tu. Mtu mwingine anaweza akawa anajua kiapo ni kutamka tu, twende tunatamka tu tunamaliza, basi kila mmoja anaendelea na maisha yake. Kwa kiapo sio maneno tu. Lakini pia kiapo ni kifungo, kwa sababu sio maneno tu. Sasa kiapo ni kifungo. Tena tunasema kiapo ni tamko lenye madai ya kuwajibika. Au tamki tu pasipokuwa na nia ya kuwajibika. Unapoapa manake ujue wazi ya kwamba utatakiwa kuwajibika kwenye kila ambacho umekiapa ama umekitamka. Lakini pia kiapo huhusisha pande mbili. Kiapo chochote ili kiweze kukamilika kinahusisha pande mbili. Upande wa kwanza ni wewe mwenyewe unayeapa. Upande wa pili ni mamlaka iliyoko juu yako. Mamlaka iliyoko juu yako. Kwa mamlaka zilizoko juu yako ni mamlaka mbili tu ambazo zinafahamika. Kwanza ni Mungu ama miungu, inategemeana na imani yako, unaamini kitu gani. Lakini pili ni sheria. Ukiapa ujue kuna wakati utafungwa na sheria. Ukiapa kuna wakati Mungu atakufunga na kiapo ulichokiapa, kwa sababu yeye mwenyewe pia Mungu ni Mungu wa viapo. Hivyo basi tunaweza kusema kwamba kiapo ni tamko lenye kifungo kwa mamlaka iliyoko juu kuliko wewe mwenyewe, kwa maana ya kiroho au kisheria, ikiwa nadai uwajibikaji. Na hicho ndicho kiapo ambacho wewe unatakiwa kiape na uhakikishe unawajibika kwenye hicho kiapo. Sasa yako makundi mawili ambayo nimeyabainisha yakielezea kiapo. Kiapo cha kwanza ni kiapo chenye ahadi ndani yake. Kiapo chenye ahadi ndani yake. Kumbuka tu viapo vyote vinadai uwajibikaji. Hata kama haujaahidi, lakini kinakudai uwajibike kutimiza kila ambacho umekiapa. Kwa kiapo ama kundi la kwanza la kiapo ni kiapo chenye ahadi ndani yake. Hichi kiapo ni kiapo ambacho mtu anaapa akiwa na akili timamu. Yaani amefanya tathmini ya kutosha, ametafakari, ameona matokeo, ameona madhara ya hichi ambacho anaenda kukiapa, ndiyo anaamua kuapa. Hichi ni kiapo chenye ahadi ndani yake. Sasa kwenye kundi la kiapo chenye ahadi ndani yake ndo kuna kiapo cha ndoa, kuna kiapo cha watu kuishi maisha ya useja pasipo kuoa au kuolewa, lakini kuna kiapo pengine kwa ajili ya kufanya jambo fulani kwenye maisha. Ndio mtu anaweza akaapa, mimi nitakuwa mwaminifu katika jambo 2 3. Ama mwingine anaapa akiomba kazi kwamba Mungu wangu, nimetafuta kazi, nimehangaika, na kwamba Mungu kinipa kazi nitakuwa mwaminifu. Anadaiwa kuwajibika. Mungu kinipa kazi nitafanya kazi kwa weledi na kujituma. Mungu kinipa kazi
nitahakikisha nasukuma wengine mbele pia waweze kupata kazi. Unadaiwa kuwajibika. Mtu mmoja alikuwa akisimulia simulizi ya maisha yake alipokuwa mdogo, akiwa anapata changamoto ya ada kwenda shule. Wazazi wake walikuwa na changamoto hiyo. Hivyo basi akajiapia kwenye maisha yake, Mungu ukiniinua nikasimama kwa miguu yangu, na mimi nitasukuma wengine waende kusoma ama waende mbele. Hapa alikuwa anaweka kiapo na aliweka ahadi. Sasa kwenye video niliyoirekodi kipindi cha nyuma, ukienda YouTube imezungumza juu ya hili jambo la kiapo, lakini kwa ufupi sana. Yaani ni kitu gani ufanye ili uweze kupata unachokitaka. Ndio somo linasema hivyo. Kiingia tu nitoe nini kiasi cha kutoa, ama kitu gani ifanye niweze kupata cha kutoa. Inazungumza weka kiapo na nia. Yeye aliweka nia na kaapa. Nia yake ni nini? Atakapopata kile anachokiomba, basi ataweza kufanya hayo ambayo ameahidi. Manake amedaiwa uwajibikaji, amejiweka wakfu kwamba nitafanya moja mbili tatu. Na kwa sababu hiyo aliyoiweka, Mungu alifungua milango na akapata kile alichokuwa anakihitaji. Na baada ya kufanya hivyo ama kupata alichokuwa anakihitaji, aliwajibika kwenye kiapo chake, na mpaka leo amefanikiwa kufanya hivyo. Je, wewe umeapa nini? Nauliza tena, kwenye maisha yako ambapo umeweka ahadi ya uwajibikaji, maanake unadaiwa kila wakati. Kumbuka tu unaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwenye Biblia 23:21 mpaka 23 mstari inasema, ukimwekea Bwana Mungu wako nadhiri, usikawie kuilipa, kwa maana Bwana Mungu wako ataitaka kwako, nayo itakuwa ni dhambi kwako. Tena naendelea kusema, lakini ukijizuia kuweka nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Lile lilitoka midomoni mwako ulitunze na kulitenda, sawasawa na vile ulivyomwekea Bwana Mungu wako, nadhiri ya hiari uliyoinena kwa kinywa chako. Tena anasisitiza tena kwenye kitabu cha Hesabu 30 mstari wa 2 anasema, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au kujiapia kiapo cha kujifunga nafsi yake kwa ahadi, asirivunje neno lake, atafanya sawasawa na yote yaliyotoka kinywani mwake. Hapa Musa anazungumza na wana wa Israeli, anazungumza maneno haya akiwakumbusha juu ya kiapo, kwamba unapoapa usiape tu kwa sababu unahisi kuzungumza au unahisi kuapa au umedaiwa kuapa. Wewe unajua sawasawa kwamba kiapo ama maneno unayoyatamka yatakudai, yanahitaji uwajibikaji, na si tu kuwepo kama maneno, bali ni tamko na kifungo halisi kwenye maisha ya kwako. Lakini pia Yesu anahitimisha, anasema, maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, na sio iwe ni sio, zaidi ya hayo yatokanayo na yule mwovu. Ambia maneno yenu kama ni ndiyo na iwe ndiyo. Na bado Paulo anaendelea kugongelea msumari kwenye jambo hili, anasema, zaidi ya yote msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi. Hapa anazungumza sana, bainisha mamlaka, bali ndiyo yenu iwe ndiyo na sio yenu iwe sio. Kiapo, umeapa nini na umeweka ahadi gani? Je, umetimiza ahadi unayoiapia kwayo? Wengine wameapa akiwa wanataka watoto. Mungu amekupa watoto, ulisema utawatunza, ulisema utatoa watoto wako sadaka, kwamba Mungu ukinipa mtoto, umehangaika siku nyingi na unatafuta mtoto, lakini Mungu amekupa mtoto, na ulimwapia Mungu ukinipa mtoto, huyo mtoto atakuwa ni kwa sababu 1, 2, 3. Lakini wewe Mungu amekupa mtoto na bado mtoto nataka kumwekea mipaka ya kile ulichokiapia. Umesahau Mungu ulimwapia nini. Matokeo yake mtoto wako atakuja kuishi maisha ambayo hayana mpangilio, kwa sababu wewe umevunja kiapo, sio kwa sababu yeye amevunja kiapo.
wewe uliyemwapia toka siku ya kwanza ukiwa unahitaji mtoto. Mwingine anaomba, anaapa, Mungu naomba ukinisaidia nikaolewa, ukinisaidia nikaoa, nikapata mwanamke, nikapata mwanaume, basi mimi nitakuwa mtiifu, basi mimi nitakuwa mwadilifu, nitakuwa mama bora, nitakuwa baba bora kwenye familia yangu. Lakini leo umepata ulichokitaka, haufanyi. Umemwapia nini Mungu? Je, unatimiza wajibu katika yale ambayo umeapa, ama umesahau tena? Ujue ya kuwa kama ambavyo Musa alikuwa anazungumza na wana wa Israeli kwamba ahadi yako inadaiwa, ahadi yako inafuatiliwa, maneno yako yanakufuatilia, na inaonekana kuwa ni utovu wa nidhamu, ni kutotii ambao tunaita ni dhambi, ni kutotii kwenye kila ambacho wewe umekiapia. Kumbuka tu Mungu wetu, ama chochote ambacho unakiamini huwa ni kiaminifu kwenye ahadi zake. Mungu ni mwaminifu kwenye ahadi zake, na ndiyo maana mara nyingi wakati mwingine huwa napenda kuzungumza kwamba unapotaka kuomba, ukitaka majibu yako yajibiwe kwa wepesi, maombi yako amini, ukitaka maombi yako yapate majibu kwa haraka, apia, yani apa, alafu weka nia. Kwa nini unaapa hicho? Yani kwa nini unahitaji kitu nacho? Majibu yake yanakuja kwa wepesi na kwa spidi kali sana. Fanya kile unachokitaka, Mungu anakupa katika uhalisia wake. Sasa wajibu wako ni kutimiza kila ambacho wewe ulifanyaje, uliomba kwacho. Timiza wajibu wako kwenye ahadi ulioahidi. Sasa hilo ni kundi la kwanza ambapo ni kiapo chenye ahadi ndani yake. Sasa kiapo namba 2 ama kundi la pili lenye kiapo ama kiapo ni kiapo kisichokuwa na ahadi. Sasa hapa ndo kile kiapo ambacho tu mtu anajisemea, mimi siwezi kufanya kitu cha namna fulani, mimi siwezi kuwa wa hivi, mimi siwezi kuishi maisha hivi, mimi siwezi. Unakuwa unafikiri kwamba unasema tu, unazungumza. Hiyo nayo ni aina ya kiapo ambayo haijafanyiwa tafakuri. Pengine mtu anaapa kutaka sifa au kutaka kujulikana kwamba na yeye ana misimamo ama na aina fulani ya maneno kwenye maisha ya kwake. Haujachuja, haujachambua, haujaona kuna faida na hasara. Na hivi viapo ni vingi sana kwenye maisha yetu, ambapo mtu tu anaamka anaanza kuapa, sasa mimi siwezi kufanya 1 2 3. Sasa kwenye 1 2 3 unaweza kaweka wewe uweze kufanya kitu gani? Wewe nawe ni mmoja kati ya wale ambao wameapa pasipo kufikiri. Mimi siwezi kuishi eneo fulani, mimi siwezi kufanya kazi ya aina fulani. Bahati mbaya sana maisha kama yalivyo mzunguko na Mungu alivyoyapangilia, kumbe ile ni njia yako ya maisha, ulitakiwa upite hapo ambapo napakataa, na unajikuta uko hapo, na ndo njia pekee iliyobaki ya kupita ni hapo, ama kazi hiyo ambayo wewe uliapa kwamba huitaki, sasa iko mikononi mwako. Matokeo yake ni kuwayawaya na kutangatanga kwa wasiwasi, majonzi na majuto wakati wote, huku ukisukwasukwa na aibu. Kwani ndo maana umeambiwa kwamba neno lako na liwe ndio na neno lako iwe sio. Yaani kama ni ndio ni ndio, kama ni hapana na iwe hapana, na usimamie hapo kwenye hapana. Mwisho wa siku usiposimamia kwenye hilo jambo, ni vyema uondoe kiapo chako mapema kabisa. Yaani unaruhusiwa kutengua kiapo ambacho umeapa kwenye maisha mapema. Lakini kumbuka, vipo viapo ambavyo sio vya kutengua kirahisi, inahitaji ibada nzito ili uweze kutengua. Lakini vipo viapo ambavyo unaapa kila siku, unaweza ukatengua kwa kufanya vile ambavyo ulitamka na kubatilisha kila ambacho ulikitamka.
kwamba kuanzia leo kile nilichokizungumza na kibadilisha. Pengine sikuwa na akili timamu, ama nimegundua, nimeona madhara yake, basi natengua kiapo, naruhusu tu mapenzi ya Mungu yawe ni sehemu ya maisha yangu, kwamba kile ninachokitenda ni Mungu amekiamuru, kile ambacho nakipitia ni Mungu amekiamuru nikipitie, kwa sababu yeye anajua kwa nini na sababu ya mambo haya yote kutokea. Kwa hiyo unaruhusiwa kutengua kiapo ambacho umekiapa pasipo kujua wewe mwenyewe. Ukitengue ili upate uhuru. Na faida za kutengua kiapo ni kutafuta uhuru kwenye maisha ya kwako. Lakini kumbuka, nimesema vipo viapo ambavyo sio vya kutengua, kwa sababu kutengua kwake kunahitaji ibada kubwa. Kwa nini kinahitaji ibada kubwa? Ni kulingana na namna ambavyo uliweka lile agano halisi kwenye yale maisha. Moja ya viapo ni viapo vya ndoa, ingine kiapo cha maisha ya utumishi, kama kuna mapadri wameamua, kuna masista, kuna wachungaji na kadhalika na kadhalika na kadhalika, ambao wanaapa, yani kile kiapo usipokitengua au ukitengua kwa wepesi kinakuletea madhara makubwa kwenye maisha ya kwako. Swali tena, jibu hapo kwenye comment Facebook, Instagram na YouTube PY_Buyobe. Uniambie wewe umeapa nini, na je, kiapo ulichoapa kimekuletea madhara gani ama kimekuletea faida gani? Je, umeweza kuwajibika kwenye kiapo ambacho uliapa ama umeshindwa kuwajibika? Tujue tunafanya kitu gani. Na nakuacha na habari ama simulizi hii. Okay, so kabla ya simulizi, yako mambo mawili matatu ambayo unatakiwa kuyazingatia unapotaka kuapa. Jambo la kwanza, kabla hujaapa, epuka majivuno ama kujisifu kabla hujaapa. Kwenye kiapo chako ondoa majivuno, ondoa kujisifu. Nitakupa mfano mzuri sana. Mama mmoja alikuwa na familia yake, alibahatika kuwa na watoto, alibarikiwa, nisiseme kubahatika, alibarikiwa kuwa na watoto wawili wa kike na mume wake. Wale watoto wawili akawapeleka shule. Bahati nzuri alikuwa naye na kazi na mume wake, akawapeleka shule wakasoma mpaka akawa na PhD, yani degree 3 kila mmoja, na aliwapeleka nje ya nchi kusoma. Amewasomesha nje ya nchi, mmoja injinia, mwingine daktari. Kwa imani yake ni kwamba kwenye maisha ya watoto wake, kwamba kila mmoja kwa sababu amesoma ataolewa na msomi. Lakini sio tu pia msomi, lazima awe ni wa dini yake ama imani yake, kwa maana ya Mkristo. Akaendelea kuwa na jisifu sana. Nakwambia madhara ya kujisifu na kujigamba. Akaendelea kujisifu kwa wanawake wenzake, watoto wangu hawawezi kuolewa tena mtu wa hivi hivi, lazima awe amesoma, ana elimu, ana pesa nyingi, ndio atakayemwoa mwanangu, bila kujua kwamba watoto pia wana mwelekeo wao ambao Mwenyezi Mungu ameupanga. Na kwa sababu ya majivuno inaharibu ahadi, inaharibu kiapo chake. Ile nia ambayo ilikuwa ni njema kwa watoto wake pengine inaharibiwa na majivuno na kujiona sana. Sasa nini kilichotokea? Mtoto wa kwanza baada ya kurudi kutoka huko masomoni nje ya nchi, amerudi katika ardhi ya nchi moja hapo katika nchi za Afrika Mashariki, akakutana na houseboy, kijana anayefanya kazi za ndani wa kiume. Basi katika mazoea hapa na pale akapata ujauzito, na ikajulikana kwenye familia kwamba amepata ujauzito, amepewa na houseboy. Walipojua wakamfukuza nyumbani ile houseboy, na wakamwambia yule dada atoe ujauzito, lakini akasema sitoi ujauzito. Toa ujauzito, sitoi ujauzito. Toa ujauzito, sitoi ujauzito. Alichokiamua ni yeye kuamka, akakusanya vilago vyake vyote,
akasema mimi nitaenda kuishi na huyo aliyenipa ujauzito na ndo atakuwa mume wangu. Kumbuka yeye alisema watoto wake wataolewa na wenye elimu kubwa, wenye pesa nyingi. Madhara ya majivuno na kujivuna. Mtoto wa pili vivyo hivyo, naye akapewa ujauzito na mwanaume wa dhehebu jingine, tena wa mtaa wa jirani. Mama akawaka, wewe unakubalije? Umesoma elimu yote na udaktari wako, unakuja kupewa ujauzito na kijana wa mtaa wa jirani, tena sio tu mtaa wa jirani, wa dini nyingine. Utoe huo ujauzito. Binti akasema, mama, sitoi ujauzito. Toa ujauzito. Mama, sitoi ujauzito. Naye akaambatana na mumewe na yule aliyempa ujauzito. Maana watoto wote wakafunga mawasiliano yao na mama yao, kwa sababu ndiye aliye hapa na kujisemea na kujisifu huko nje kwamba mimi nitafanya 1, 2, 3. Na hata katika maisha ya watoto wako usiwapie kwamba watoto wangu hawawezi kuishi maisha aina fulani. Kumbuka unaweza kaondoka ghafla, alafu umeshawapia vibaya watoto. Watatangatanga kuliko unavyofikiri, watawayawaya, na wengine wataishia kujinyonga na kuchanganyikiwa kabisa, na wakati huo wewe hauko. Chunga kiapo chako. Lakini jambo la pili la kuzingatia ni hakikisha unatimiza matakwa ya kiapo chako. Hii nimelizungumza sana, kuwajibika kwenye kile kiapo. Kama umeapa, hakikisha unawajibika kwenye kiapo chako, na hiyo ndiyo siri ambayo itakusaidia sana. Na hii ni shule ya maisha.